Katika jumba la kifahari kuna mwamba anaingia na piskali hii hapa. Alipofika hapa, dada kajiachia kinyama, yani Chizi akamwambia, sikia, naenda kuchukua kinywaji hapa, alafu nitakupatia maelekezo yote, umeelewa? Dada akafurahi kweli kweli. Bwana Mchizi akaenda kuchukua kinywaji kikali, ni kama gongo fulani hivi, akampatia. Dada anasema kwa hiyo ninywe? Akamwambia ndio, kunywa leo, nataka nikuchape, alafu nitakupatia pesa nyingi sana, yaani pesa nitakupatia, alafu mwisho wa siku nitakuwa, unajua tena. Dada aliposikia kuhusu pesa, maskini alikunywa kile kinywaji, baadaye anatoka malinda yote hana, analalamika kweli kweli, huyu mtu ni mpumbavu, kwa nini amenifanyia haya? Hata nguvu hana, akaanguka. Lakini ilikuwaje hadi wamefikia hapa bwana? Stori nzima inaanza hivi. Yule mchizi anaitwa Dani bwana, ni mtoto wa mfalme, inasemekana hivyo. Huku ndani kuna mabinti watatu hawa hapa, mmoja anaitwa Eliza, mmoja Tina. Wanajadili ya kwamba mtoto wa mfalme akifika, basi mmoja wao atachaguliwa kuwa mke. Kidogo dada wa kazi anasema hapa, jamani, mwana mfalme ameshafika, hebu mwende mkamwone. Lakini mwana mfalme mwenyewe anatembea kihuni kinyama, yaani ana gari kali, lakini anatembea kwa mguu, alafu gari iko nyuma. Mama alipofika hapa ikabidi amuulize, kivipi? Akasema, madha, usinipangie kitu cha kufanya, mimi navaa kile kitu ambacho nakihitaji. Wageni wote waliokuwa wanamsubiri hapa mwana mfalme walishangaa sana. Chizi kaingia ndani, mama ikabidi amkaribisha hivyo hivyo. Baadaye kaonyeshwa hawa ndio mabinti watatu ambao mmoja wapo unatakiwa umoe. Hebu watazame vizuri, alafu ufanye chaguo, mwanamke gani umempenda. Lakini baadaye mama akaenda kumsema sana, akamwambia, hizo ni tabia gani? Kwa nini unavaa hivyo hivyo, una kichaa? Akasema, mama, mimi sina kichaa, hizi ni staili zangu. Akamsukumiza, akamwambia, huo ni mpumbavu, wewe ni mtoto wa mfalme, alafu inakuaje? Baadaye wale mabinti wakaja hapa, wakawa nasikia yale maongezi. Mchizi kabidi avunge kidogo, akapanda zake juu. Basi bwana, leo kidogo dishi limeriumba, limetengemae. Akatulia zake hapa. Mama akasema, jamani, huyu ndio mtoto wangu ambaye natarajia avishwe taji la kuwa mwana mfalme, na ndio mmiliki wa sasa. Kwa hivyo anahitaji apate wanawake hapa. Kwa hivyo kila mmoja asimame aeleze sera zake na tabia zake, ili yule ambaye atachaguliwa basi ataolewa na kuwa mke wa mwana wa mfalme. Mabinti wote wale watatu walisimama. Baadaye mama akasema, jamani, basi mnaweza mkaenda, chaguo sahihi litakapochaguliwa mtafahamu. Lakini humu ndani kuna kijana wa kazi huyo hapa anaitwa Danieli, alimletea huyu bia hapa. Dada alipoonja, huyu bia anaitwa Eliza bwana, aliponja akasema, hii juisi ni nini? Mbona umeniandalia juisi inanuka mikojo kama hivi? Uona kichaa? Sikiliza, mimi nakaribia kuwa mke wa mwana mfalme, pumbavu, usije ukanidharau hapa. Alimwesha kofi, kisa tu ameletewa juisi ambayo ina harufu tofauti na yeye ambavyo alikuwa anahitaji. Yaani huyu binti hajaolewa, lakini ana roho mbaya kweli kweli. Basi Mchizi Dani ikabidi aondoke, maana akaona hapa mambo yashakuwa ni mabaya. Leo dada yuko zake hapa anatulia kidogo. Dada wa kazi akaja akamwambia, sikia, naomba nenda ndani kaniletee maji. Basi wakati anasubiri maji, bibi akafika hapa akamletea. Alipokunywa akayatazama haya maji, akasema, mbona haya maji yanaonekana yanachenga chenga, ina maana wewe hauna usafi? Akasema, hapana, hayo maji ni masafi. Akasema, wewe ni pumbavu nini? Hebu sogea hapa. Akamwagia yale maji, alafu yakiwa ya baridi. Bwana, huyu bibi Eliza na roho mbaya kweli kweli. Lakini mchizi alipofika hapa ikabidi amuulize, unafanya nini? Akasema, huyu mfanyakazi ni pumbavu bwana, kwa nini ananiletea maji machafu machafu? Akasema, hapana, unakosea, wafanyakazi wote humu ndani unatakiwa uwatreat vizuri. Lakini baadaye yule bibi ikabidi atafute udhaifu wa mchizi, akajipendekeza ya kwamba anahitaji ampatie penzi dogo. Naye ndio hivyo, alikuwa hajaichapa mimama kama hii, akaona usije ukanitania. Ni hatari. Mwadada akaliwa, atoka hapa anaongea na marafiki zake, asema, sikiliza nikwambie, si muda mrefu nitaenda kuwa mke wa mwana mfalme, yaani mambo yote nimeshayakamilisha. Amempatia penzi, kwa hivyo anaamini kila kitu kitakuwa sawa. Baadaye
dogo yuko zake hapa. Ikabidi amfuate bwana, akamkisi, akamwambia we usije ukaniletea mazoea yako hapa. Akasema jamani, mimi na wewe tumekuwa wapenzi. Akasema we wapenzi kitu gani? Akasema ndio, jana tumefanya mapenzi pale na tumekubaliana. Akasema tumefanya mara moja, kama vipi unatakiwa unipatie na leo na kila siku nigee? Dada akasema basi sawa, twende ndani nikakupatia hilo penzi. Hii ni hatari. Lakini huku kuna binti mrembo huyu hapa anaitwa Fina. Kati ya wale watatu, huyu inaonekana amemkubali sana huyu kijana wa kazi. Basi wako zao hapo wanapiga stori, wakajikuta wanaangaliana kimahaba sana. Baadaye wakaona aibu, ikabidi dada atoke kidogo. Fina amempenda huyu kijana wa kazi, japokuwa alikuja hapa kwa ajili ya kuolewa na kijana mwanamfalme, lakini ndio hivyo, moyo wake ukajikuta amempenda mtu mwingine kabisa ambaye ni mfanyakazi. Mwamba naye yuko zake hapa, asema huyu dada mbona anitazama kimahaba sana, inaonekana tayari amenipenda, si ndio? Hasa nitafanyaje na sina pesa wala kitu chochote? Lakini leo huyu dogo yuko zake hapa anapekua kidogo. Mama anafika, namuuliza kulikoni? Akasema jamani, leo mama umependeza. Akasema pumbavu nini, mimi nakuuliza kitu. Akasema nilikuwa natazama pesa. Akasema kwa nini utazame pesa katika chumba changu? Wewe kama una shida ya pesa, nenda kaangalia katika akaunti yako huko, nitakuwekea kiasi fulani, sio uje kuniibia ndani. Mama ikabidi atoe kile kiasi cha pesa. Huyu mama mume wake alikuwa mfalme, lakini amefariki, kwa hivyo anahitaji huyu dogo na yeye ndio awe mfalme. Lakini dogo ana mawengi kweli kweli. Leo akachukua ile pisi ambayo inaitwa Eliza, anataka kutoka naye kwa sababu pesa tayari ishasoma katika akaunti yake. Basi bwana, lakini ile pisi nyingine nayo pia ilikuwa inahitaji itoke na huyu kijana. Kwamba anafika hapa anashangaa kuona kuna mtu mwingine. Basi wakaanza kuchambana kweli kweli, wewe unataka utoke na wewe uende wapi? Kumbuka huyu ni mume wangu. Akasema hapana, bado hajafanya chaguo. Bwana Mamba kuona wanapigana maneno, ikabidi atoke moja kwa moja aende sehemu nyingine. Lakini usiku huu yule kijana Daniel aliweza kuleta hapa kinywaji fulani kwa rafiki yake Fina. Wamekuwa zaidi ya marafiki kwa sasa. Sasa nimeleta kinywaji kwa ajili yako. Akapokea, akamwambia hebu niambie una nini ambacho unahitaji kuniambia, mbona kama una sita? Mwamba akasema kiukweli nimeona hisia za mapenzi katika macho yako. Je, unanipenda? Dada asemeje? Alikuwa kweli anampenda bwana. Ikabidi asimame tu. Aliposimama akampatia kumbato la maana kama hili. Tayari watu hawa wameingia katika penzi zito. Fina anataka afate penzi zaidi, lakini mwisho siku jamaa akaogopa akatoka. Siku iliyofuata ndio ile siku ambayo Eliza aliingia katika chumba hiki hapa. Si alisema ya kwamba yuko tayari kumpatia chochote ili mradi aweze kuolewa na mke, kijana wa mfalme. Basi Mwamba akamletea pombe, akamwambia leo nataka nikupatie hiyo pombe nikuchape kweli kweli, alafu basi nitakupatia pesa ndefu, alafu nitakuoa, utakuwa mke wa kijana wa mfalme. Basi bwana, dada akabugia mapombe, chizi akaweza kuchapa sehemu zote na kutoa malinda. Dada yuko hapa lalamika kweli kweli, anasema iwezekane amenifanyia mchezo mbaya huu. Rafiki yake anafika hapa namuuliza kuna nini, hata nguvu ya kuongea hana. Ikabidi anguke tu. Dada Fina ikabidi aite msaada, walau waje kumsaidia kumtoa pombe katika kichwa chake. Asubuhi analalamika kweli kweli, asema kwa nini umenifanyia mchezo ule mbaya? Mimi sijawahi kuingiliwa nyuma hata mara moja. Kwa nini umefanya hivi? Chiza akasema sikia, wewe ulihitaji pesa na mimi nitakupatia pesa pia nitakuoa. Akasema hapana, ulichokifanya ni upumbavu. Akasema jamani sikia, nitakuoa. Hebu sikia, njoo kwanza hapa unipatie tena penzi, alafu hayo mengine tutajadili. Wewe tayari ushakuwa mke wa mwana wa mfalme. Mchizi anaitwa Frank bwana, na vituko kinyama, yani ni muuni, lakini ndio anataka kupewa kiti cha ufalme. Je, itawezekana? Acha tuone. Lakini leo Daniel wakati yuko hapa, Fina akafika akasema jamani, mbona huko hapo? Akasema hebu sogea kwanza, keti hapa nikwambie kitu kizuri. Sikiliza, unajua ninakupenda sana, sijawahi kupata mwanamke mzuri kama wewe, na katika maisha yangu nimeona nikiwa na wewe nitakuwa na furaha siku zote. Je, bibi kwa upande wako? Dada atasema nini zaidi ya kumpatia busu kama ishara ya upendo? Leo mama akamweka dogo chini akamwambia sikia,
baba yako ameshafariki, mimi nahitaji wewe uwe mrithi wa kiti cha kifalme. Sasa mbona unakuwa pumbavu, akili ya kijingajinga hivi? Utakuwa lini? Unafanya mambo ya ajabu. Kwa nini usibadilike? Hebu sikia, kama utabadilika sitakupatia hiki kiti. Dogo ikabidi apige goti akasema, mama, naomba unisamehe, kuanzia sasa nitaishi kama kijana ambaye anajitambua. Akasema, kama umesema hivyo basi kila kitu kitakuwa sawa. Lakini leo Fina yuko na Daniel hapa, wanakula mahaba, stori za mapenzi kama hivyo. Lakini wakati wanaendelea kufanya mambo yao, kuna mtu anafungua mlango. Anayefungua mlango hapa ni Tina. Tina anafika hapa akasema, kumbe nyinyi mpo katika mahusiano, si ndio? Yaani wewe unatembea na huyu kijana ambaye ni maskini ajielewe. Pumbavu kabisa. Nitaenda kusema kwa bosi. Sijui kama akifikisha kwa yule mama itakuwaje, ni hatari. Lakini leo mama ametembelewa na mgeni hapa. Lakini wakati unaendelea na mazungumzo, Daniel kijana wa kazi anaingia hapa, lakini haingii peke yake, anaingia na mama fulani hivi. Huyo mama alipofika hapa akajitambulisha, na mwisho wa siku anasema anahitaji kazi. Lakini huyu mama wakati wanatazamana kama vile wanafahamiana, na yule bibie akamtambua akasema, ni wewe? Akasema, ndiyo, ni mimi. Hebu niambie, uko salama? Akasema, Mungu wangu, nilikuwa nakutafuta kwa sababu kuna siri nahitaji nikwambie. Mama anashangaa, siri? Akasema, ndiyo, kuna siri. Kwani siri gani? Mama anauliza, hebu niambie haraka, siri gani hiyo? Mama akawa anafunguka akamwambia, sikia, mimi kipindi ambacho wewe umezaa nilibadilisha mtoto wako, yaani mtoto wangu nilikupatia wewe, alafu hakuwa nikamchukua. Mama anajiuliza ikoje? Akasema, ndio hivyo, nilifanya hivyo ili mradi mtoto wangu asiwezi kupata shida, lakini kiukweli ni kwamba nilionga hadi pesa kwa watu wa karibu ili mradi uhakikisha ya kwamba hii siri inatunzwa miaka yote. Akasema, we unasemaje? Ina maana mimi mtoto wangu ni huyu Daniel? Akasema, ndiyo, mtoto wangu nilikupatia wewe na wako nikamlea mimi. Kwa hivyo huyu Daniel ambaye unamwona hapa ni mtoto wako wa damu kabisa wa kumzaa. Bwana siri inakuja kutambulika leo. Mwamba amechoka kabisa. Kumbe alikuwa anafanya makazi katika jumba hili. Kumbe huyu mama ni mama yake mzazi kabisa, maskini. Lakini ndio hivyo, kipindi walipozaliwa yule bibi aliweza kuwabadilisha ili mradi tu mtoto wake asiteseke. Bwana, kuna watu wana roho ngumu na maamuzi magumu kweli kweli. Alilea mtoto wa mtu ili mradi yeye mtoto wake asiteseke. Ni akili ya namna gani? Lakini basi bwana, Fina ikabidi asimame pembeni hapa, akawa anamliwaza ili mradi akae sawa. Baadaye mama akamwita akamwambia, sikia, kwa ulikuwa ndani kama mfanyakazi, sikutambua wewe kama ni damu yangu na mtoto wangu kabisa wa kuzaa. Kwa hivyo kuanzia sasa wewe nafikiria ndiyo utakayekuwa mrithi wa kiti cha kifalme. Kwa hivyo kila kitu kitakuwa kwa upande wako, na hata usiwe na wasiwasi juu ya chochote ambacho utapitia. Akisema, mama, kikweli hata mimi nilikuwa sifahamu kama wewe ni mzazi wangu. Basi mama ikabidi amfanyie maombi na kumbariki kuelekea safari yake ya kuwa mfalme wa maeneo haya. Kidogo mdogo kabisa, lakini alikuwa anateseka miaka yote bila kujua yeye ni mtoto wa mfalme. Bwana, huku ndani kumechacha. Waliokuwa wanatambua ya kwamba Frenki ndiyo mtoto wa mfalme, huyu dada hapa alishatolewa hadi malinda, tamaa tu, lakini kumbe dogo sio hata mtoto wa mfalme. Kwa hivyo kiti kimfai kabisa. Bwana, leo ndio leo, kijana ameshavishwa mavazi ya kuwa mfalme katika kasri hili, na bibi Fina yuko hapa karibu yake. Anasema leo tunaenda kukabidhiwa kila kitu, kuanzia sasa nitakuwa mfalme na wewe ni mke wa mfalme. Basi mama akasema, jamani, kasri letu na familia yetu tumepata kiongozi mpya, huyu hapa, ambaye huyu atakuwa mfalme Daniel, na kuanzia sasa mamlaka yote yatakuwa chini yake. Watu wakapiga magoti. Mcheza akasema, asante sana kunipatia. Lakini mama akumwacha dogo, akamwambia, wewe Frenki, nakupatia nyumba pamoja na funguo za gari hizi hapa. Bwana dogo aliyeshangaa kweli kweli, akafurahi, maana alifahamu hatotoka na kitu, lakini mama alikuwa na moyo wa huruma, alimpatia nyumba na gari aende akapambane na maisha. Bwana, movie inaisha.
Funzo kubwa katika movie hii ni kwamba tuache tamaa, lakini pia tusidhalau watu ambao tunakutana nao hatuwafahamu. Lakini je, wewe umejifunza kitu gani? Weka comment kisha subscribe, tukutane katika movie ijayo.